Oh my baby. So sorry. Let's go. Kuna mchizi yeye hapendi kusoma, anapenda kula raha na wenzake wakati wengine wanasoma. Aliwachukua rafiki zake kisha akawapeleka nyumbani na mdada mmoja kwa ajili ya kuwakatikia viuno. Basi huyo mdada aligawa upendo kwa kila mwanaume aliyekuwa mule ndani. Mzazi wa huyo kijana yeye anafahamu mwanae yuko chuo anasoma. Sasa ile anarudi nyumbani anashangaa nyumbani pamenoga ile mbaya. Ilimtachi sana mtoto anayehangaika kumlipia ada, yeye anafanya utumbo kama huu. Alikuwa afahamu kama mzee wake atawahi kurudi namna hii. Mzee alijiuliza, kwa hiyo kumbe haya mambo ndo nayo yafanya mimi nikiwa sipo. Mzee wake anajitahidi sana kumtafutia walimu wa kumfundisha tuisheni, lakini jamaa wapi. Sasa huyo mchizi anaitwa Jolomi, ni dogo la kishua kiburi kama chote, na huyo mzee wake anaitwa Mr. Olamide, ni tajiri mmoja mkubwa sana nchini Nigeria, anamiliki mabanks kama yote. Basi mzee akupendezwa na kitu ambacho mwanae alikuwa anakifanya kwa kufukuza rafiki zake, ila huyu dogo akupenda mzee wake alichomfanyia, kwa sababu ndani palikuwa pamedamshi. Anachokidai yeye anataka afanye mziki, masomo aweke mbali. Mr. Olamide anahitaji mwanae asome sana na aweke pembeni masuala ya mziki. Sasa hapo ndipo contradiction inapotokea kati yao wawili. Dogo darasani ni bonge la kilaza, yani hamna kitu. Eti sababu ya kusherekea ni kwamba amepata 8 kati ya 40. Mwanzo alikuwa akipata 3 kati ya 40, hivyo leo amepata 8, anaona kwamba ameimprove sana. Hiyo ni sababu tosha kwake kuwaita rafiki zake na kuweza kusherekea ufaulu. Mzee alichoka, akaona kweli hapa ni boga hivi. Sasa Mr. Olamide hakuwahi kukata tamaa kupambania elimu ya mwanae. Walimu wa kumfundisha tuisheni ni wengi sana, wameshapita kwake, lakini wapi. Lakini mzee huyu wakati tamaa na muomba kijana andike bango la kutafuta mwalimu wa tuisheni. Aliweka dau moja kubwa sana, milioni 5. Sasa kuna mdada naye katika pitapita akakutana hili tangazo. Alishangaa sana, yani milioni 5 kumfundisha mwanafunzi tu. Huyu naye kuna shida zinazomkabili, hivyo alimshukuru Mungu sana kuliona tangazo. Akajumuika ndani kuweza kupata maelezo namna ya kufanya kazi na interview. Ila sasa job description iliwavunja moyo sana watu wote, kwamba hiyo milioni 5 utaipata mara baada ya mwanangu kufaulu mtihani wake wa mwisho. Mzee huyu alifanya hivyo kwa sababu walimu wa tuisheni wengi sana wamepita kwake, wanakula pesa kisha wanapita hivi. Sasa walimu wote waliokuja kwenye interview wakaondoka baada ya kupata job description, ila akabaki binti mmoja. Kwa sababu ana shida, alikubali kufanya hii kazi, ila alimwomba boss kwamba kama ataona improvement hata kidogo, basi agawe nusu au robo kwa ajili ya usafiri. Tunapata nafasi ya kuelewa jina la huyu mdada, anaitwa Eni. Amemaliza chuo, ametoka na GPA moja nzuri sana, ila kazi ndio bado. Sasa aliporudi nyumbani alikuta baba mwenye nyumba amefoka ile mbaya. Anachokihitaji ni kodi ya nyumba, wala hataki maelezo tena. Sasa Eni anaye mama yake ambaye ni mgonjwa kwa hospitali. Alipata ajali ya gari, hivyo anatakiwa afanywe surgery ya fasta sana. Kiasi cha milioni 4 zinatakiwa ili aweze kufanywa surgery mama yake. Anampenda mama yake na anajitahidi kufanya kila kitu ili kuweza kupata pesa kuweza kumfanyia surgery. Hii hapa ni likapu bomba sana ya movie inayoitwa kupitia Chioma Gwacha. Unaweza kupata movie hapa ikiwa full. Link ya huu mzigo na namna ya kuweza kutupata inapatikana description. Kwa issue za collaboration, matangazo na mambo mengine kama hayo, ni check kupitia WhatsApp namba 0686263392. Basi kama ni mara yako ya kwanza kutembelea E7 Pass, tafadhali sana fanya kusubscribe kabla hujaendelea. Hii hapa ni Lucky Star, twende zetu mbele. Sasa Eni alilichukua dili la kuweza kumfundisha Jolomi ili aweze kufaulu mtihani wake. Siku ya kwanza ili amefika kujitambulisha kwamba yeye ni mwalimu atakayemfundisha, anawekewa mziki kwanza. Kumbuka Eni kuna matatizo yanayomkabili, anataka apate pesa ili aweze kusolve. Ila sasa mtu anayekuja kumfundisha anaona kabisa hayuko serious. Aliona kama ni ujinga kukaa kupoteza muda kwa mtu kama huyo ambaye hajielewi. Mama yake yuko hospitali mahututi, lakini pia baba mwenye nyumba anamsumbua kila mara. Sasa kuliko kupoteza muda kwa mtu ambaye hajielewi, akaenda hospitali kwa mama yake. Ila rafiki yake anamwambia kwamba hali ya mama inazidi kubadilika kila muda, inabidi tupate pesa haraka. Eni aliogopa sana kusikia hivi. Sasa hakuwa na namna zaidi ya kurudi kwa Jolomi kumuomba amfundishe, maana bosi wake kamwambia kwamba kama ataona improvement hata kidogo tu atampatia pesa nusu. Jolomi akasema kwamba kama unahitaji mimi nisome, nilikuwa natafuta sana video vixen kwenye nyimbo yangu, hivyo nakuwekea mziki kwanza hapa tucheze tuburudike, kisha baada ya hapo ndo utakubali kusoma. Yani kumfundisha mtu ambaye haoni maana ya elimu ni kazi sana. Basi dogo akika mziki pale, akamwomba Eni acheze mbele yake. Kwa sababu ya shida zinazomkabili, Eni alianza kucheza pale. Amesomea walimu, hivyo anaamini kabisa kama atafundisha Jolomi hata kidogo tu, basi atapata improvement. Ila sasa kuipata nafasi ya kumfundisha huyo Jolomi, ndio maana anapitia mambo kama haya. Nje ya movie tukurudi kwenye uhalisia, huyu ni mama mzazi wa Chidi Dike. Kwa hiyo unapowaona hao ni mama na mtoto. Huyu mama anaye ni bonge la tajiri mkubwa sana, kama ulishawahi kusikia Ruth Kadeli. Najua kina Asmani wangesema jamani mwendo pole, mbona ashiki kiuno. Ni mama na mtoto hapo mtu wangu, kwao wanatunza heshima.
Haya, tunatoka kwenye uhalisia tunaingia kwenye movie. Baada ya kudensi sana wakaanza kufundishana, lakini jamaa wala concentrate. Eni amekazana kufundisha kwa tebo ya pili inaisha kwa tebo ya tatu moja, lakini kuja kuangalia jamaa yupo serious. Basi mara kwa mara Eni alikuwa akija kumfundisha Jolomi anakutana na vikwazo vya hapa na pale. Mchizi hataki kabisa kuconcentrate, mara anasema nywele zako zinanuka, zinanifanya kichwa kinaniuma. Eni anavumilia tu, maana ndio njia pekee ya kuweza kupata pesa ili amtibie mama yake. Sasa mambo yalizidi kuwa magumu kwa upande wake, akaja kuongea na bosi ampatie pesa kidogo ili afanikisha hata kulipia matibabu ya mwanzo kwa mama yake, lakini hakumweka wazi Mr. Olamide kwamba ni nini kinachomkabili kwenye maisha yake, kwa sababu Mr. Olamide walimu wa tuisheni wengi sana wameshapita kwake, wanakula pesa kisha wanapita hivi. Alijua labda na huyu naye ni wale akakataa, akasema kwamba mpaka atakapoona improvement kwa mwanangu ndipo nitakupatia pesa. Basi hakuwa na namna zaidi ya kuja kusongesha pindi kwa Jolomi, lakini jamaa hayuko serious. Anahitaji Eni anapokuwa anamfundisha hapa yuke sana, maana yeye anasikiliza mziki. Basi Eni alishindwa kuvumilia, akainuka akaenda kuzichukua earphone akazivunja. Kisha akamwambia kwamba kwa nini unashindwa kutambua basi hata juhudi nazozifanya hata kidogo tu kuweza kukufundisha. Kila siku natumia nauli ambayo ingeweza kutumika hata kwenye matibabu ya mama yangu kuja kukufundisha wewe, lakini wapi? Unajua ni shingapi? Haijalishi ni shingapi, la uwezi ukalinganisha na uhai wa mtu. Ya kweli wewe una pesa na una kila kitu na unaweza kumfanyia mtu chochote kile unachokitaka. Baba yako analipia hadi extra money ili tu wewe uweze kusoma. Ila kwa maskini kama mimi shida ndo zinazokusukuma uweze kusoma. Lakini pia shida hizo ndo zinakusukuma kuja kumfundisha mwanafunzi ambaye haoni thamani ya elimu. Nimemwacha mama yangu ni mgonjwa hospitali hoi hajiwezi ili nije nitafute pesa niweze kumtibia. Lakini kila ninachokifanya unakipuuza kwa sababu una pesa. Sawa, haya ni maisha yako. Baba yako ana pesa, atatafuta mwalimu wa tuisheni wa kuweza kukufundisha wewe. Lakini mimi sina cha kulipesi kulinganisha na afya mama yangu. Kulikoni nipoteze muda na wewe, ngoja nikapambane na hali ya mama yangu hospitali. Basi haya maneno kinamna fulani hivi alimuingia Jolomi, alimnyong'onyesha sana. Alifahamu kwamba kwa nini yule mdada anafanya kazi ya kuja kufundisha yeye kila siku na kwa nini akate tamaa. Kumbe anafanya hivyo kupambania uhai wa mama yake hospitali. Aliazimia kwamba ataenda kumwomba msamaha mwalimu wake. Sasa siku aliyoenda kumwomba msamaha alimkuta Eni akiwa na majonzi sana. Baada ya mama yake kucheleweshwa matibabu, alipoteza maisha. Eni alijihisi kama vile ni mwenye makosa kwa sababu ameshindwa kupambania uhai wa mama yake. Jolomi alishindwa kusema hata neno, kwani anajua kabisa chanzo ni yeye. Kama angeweka juhudi katika kusoma, haya yote asingetokea. Eni angepatiwa pesa nusu kama alivyoahidiwa ili aweze kumtibia mama yake, lakini kwa sababu ya kiburi chake alikuwa akikataa kufundishwa. Basi alikuwa akienda anapoishi Eni kila siku na madaftari akiomba kufundishwa, kwa sababu Eni alikuwa akimfuata, hivyo sasa hivi yeye ndo anamfuata Eni. Lakini Eni hata kufungua mlango kumsikiliza hataki kabisa, kwa sababu anajua huyu ndio chanzo. Sasa mchizi alikuwa mnyonge sana. Baba yake akamuuliza, umepatwa na nini kijana wangu? Jamaa ndipo akamweleza kila kitu baba yake, kwamba Eni alikuwa hapa akitafuta pesa kuweza kumtibia mama yake hospitali. Mzee alishtuka sana, akasema kwani ni nini kimetokea? Jamaa akamwambia, hivi tunavyoongea mama yake ameshafariki kutokana na kucheleweshwa matibabu. Basi mchizi baada ya kumwambia baba yake kile kinachoendelea kwa mwalimu wake wa tuisheni akasipa zake, lakini amekuwa ni mnyonge sana. Basi Mr. Olamide naye ilimtachi sana, maana alijihisi kama naye ni mwenye makosa. Eni alimwomba pesa lakini alikataa kumpatia. Alijilaumu sana na akaidia kwenda kumwomba msamaha Eni. Sasa mzee alishangaa sana kumwona kijana wake akijisomea mwenyewe chumbani. Katika maisha yake hakuwahi kumwona kijana wake ameconcentrate kusoma kama anavyofanya sasa hivi. Basi alienda kuonana na Eni kumpa shukrani ya kila alichokiona kwa mwanae, lakini pia kumwomba msamaha na kumpa pole juu ya kifo cha mama yake. Eni akasema kwamba kilichotokea kimetokea, haina haja tena kuyazungumzia hayo, maana haitarudisha tena uhai wa mama yake. Mr. Olamide alimwomba Eni kama itawezekana arudi kuendelea na mkataba wake, lakini kwa hasira zaidi Eni alimwambia kwamba sina haja tena na pesa zako kwa sababu nilikuwa nahitaji ili nimtibie mama yangu tu. Baada ya hapo hakutaka kupoteza muda, akasipa zake. Sasa rafiki yake alimshauri sana Eni aende akaendelee na mkataba aliokuwa nao, maana kama mama ameshafariki hawezi tena kubadilisha kitu. Anachotakiwa yeye ni kuangalia namna atakavyoishi hapa duniani. Basi Eni alimwelewa vizuri rafiki yake alichokuwa nakisema. Kesho yake asubuhi, wakati Jolomi akiwa anajisomea, alifurahi sana kumwona mwalimu wake. Alimkaribisha na kumwomba msamaha mwalimu wake kwa kila kitu alichomfanyia. Basi Eni hakuwa na kinyongo, akaendelea kumfundisha Jolomi kwa kila kitu alichokuwa kikifahamu. Mzee alifurahi sana kumwona mwanae akiconcentrate kwenye masomo kwa wakati huu. Ameweka pembeni masuala yake yote ya muziki, lakini pia uhuni wake wote ameweka pembeni. Basi siku ya mtihani ilifika, baba alimpeleka mwanae chuoni. Alimtakia baraka zote, lakini pia alimwomba awe makini. Lakini pia mwalimu wake alimwambia kukazia yale yote walioyasoma.
Sasa mtihani ulifanyika na matokeo yakatoka. Jamaa alikuwa amefaulu vizuri mno. Ilikuwa ni furaha kubwa sana pale ndani. Mzee mwenyewe aamini kama kijana wake amepasua namna ile, ila yote ni matunda ya kazi aliyoifanya Mwalimu Eni. Kwa shukrani nyingi sana na za dhati, Mr. Olamide alimtafutia kazi nzuri sana Eni, lakini pia kwa pesa waliokuwa wamekubaliana aliifanya kwa mara 4, alipokea milioni 20. Kubwa zaidi, Eni alifanyika kuwa mmoja wa familia ya mzee Olamide. Basi na huo hapa ndo unakuwa mwisho wa mzigo uliokuwa ukiitwa Lucky Star. Nimeuleta kwako mzigo huu storyteller wako Eli kutoka E7 Pass. Nigonge like kama utakuwa umekubali wapa mzigo, lakini pia usiache kusubscribe. Nikutakia wakati mwema wewe na familia yako. Bye.